Karibuni katika sura ya pili ya mshale wa matumaini. Nadhani tumemalizia sura ya kwanza na tupitie sura ya pili. Nitaianza moja kwa moja. Mimi na wazazi wangu tulikuwa tukiishi Kisamale. Hapo ndipo palikuwa na mji wetu. Nilizaliwa hapo, nikakulia hapo hadi kujiunga na shule ya msingi. Udogoni nilikuwa nikitangamana na kila mtu bila kuwa na ubaguzi wa kimbari au wala kikabila. Wakati huo niliamini kwamba binadamu wote tulikuwa sawa. Muda ulisonga huku tukiendelea na shughuli zetu. Uvumi wa vurugu ulitulia kwa muda na maisha yakarejelea hali yake ya kawaida. Binafsi nilishukuru sana. Nilikuwa na marafiki wengi Walanga na Wareba. Sikutaka kukosana nao. Ningekosana nao, ningecheza mpira na nani? Shuleni ningesoma vipi bila marafiki? Sikutaka mzozo baina yetu. Nilishukuru kuona kuwa amani ilirejea na watu waliendelea na shughuli zao za kawaida. Wakristo walienda kanisani na Waislamu wakaenda misikitini. Wanasiasa walifanya siasa zao, nao wakulima wakapanda mashambani mwao. Mavuno yalinawiri na kuvunwa. Jua lilichomoza mashariki na kutua magharibi. Kuku waliotaga mayai waliatamia na kuangua, na wakunadi sala katika misikiti walinadi. Ndege wa mwituni waliimba. Upepo wa kusi ulivuma. Jua liliwaka na mvua kunyesha. Watu walizaliwa na wengine wakafa. Maji ya bahari yalijaa na kupwa. Siku zilisonga kama kawaida. Ghafla binivu, uvumi ulibisha hodi tena kwa kishindo. Mara hii ulikuwa na kishindo kikuu. Kila mtu aliyeusikia alifadhaika. Watu wengi walitapatapa kwa woga. Ala, umerudi tena huu uvumi jamani, baba alimueleza mama jioni moja. Potelea mbali, si kweli. Nikwambie mara ngapi ndipo unisikie? Hizo ni kelele za chura zisizomzuia tembo kunywa maji. Mama alimwambia baba, ninapendekeza muhamie Azania au Jamhuri ya Demokrasia ya Tereka kwa muda. Baba alimshauri mama yangu. Sioni haja ya kuwa na wasiwasi namna hii. Habari hizi zitapita kama zilivyopita zile za awali. Mama aliendelea kupinga ushauri wa baba. Light angetambua mapema ukweli wa maneno ya baba na kuyatilia maanani. Mambo hayangetumbukia nyongo